pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kufaulu katika dunia na akhera vile vile. Sababu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutakuwa tunakumbushana kuhusiana na nguzo miongoni mwa nguzo ya Uislamu, nayo ni al-hajj. Fadhlu ubora wa kuhiji na ahkam ambazo zitafungamana na hija. Ndugu zangu, kwanza kabisa hii ibada ya hajj ni nguzo miongoni mwa nguzo ya Uislamu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alihutubia masahaba akiwapatia mawaidha. Faqala, akasema, ayuha nnas qad furida alaykumul hajj, enyi watu, kwa hakika mmefaradhishiwa ibada ya hajj. Fahujju, basi endeni mufanye ibada ya hajj. Faqala rajul, mtu mmoja akasema, akasimama akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema, afi kulli amin ya Rasulullah, je, ni kila mwaka tunaenda hajj? Hii ibada ya hajj ambayo unatuamrisha, je, tunaenda hajj kila mwaka? Mtume sallallahu alayhi wasallam sakat, alinyamaza, hakumjibu. Hatta qalaha thalathan, mpaka huyu sahaba akasema mara tatu, afi kulli ami ya Rasulullah, afi kulli ami ya Rasulullah, afi kulli ami ya Rasulullah, je, ni kila mwaka tunaenda haji ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Aliuliza mara tatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya mara ya tatu akasema, law qultu na'am la wajabat, lau ningesema pale aliponiuliza huyu sahaba, je, ni kila mwaka, lau Mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo wakati akasema naam, ndio, la wajabat, ingekuwa ni lazima watu kwenda haji, watu kwenda kufanya ibada ya haji kila mwaka. Wala mastata'tu, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hamungeweza kufanya hivyo, kwenda kufanya ibada ya haji kila mwaka, hiyo ni ngumu sana. Yule ambaye amekuwa na uwezo wa kuenda kufanya haji anajua ile mashaka na ile shida ambayo inapatikana katika hii ibada tukufu ya haji. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ile rehema ambayo ako nayo kwa umma wake, alipoulizwa, je, ni kila mwaka tunaenda haji, akanyamaza, hakumjibu. Akaulizwa mara ya pili, hakujibu, akanyamaza. Mara ya tatu akasema, lau ningesema ndio, basi hiyo ibada ya haji ingekuwa ni lazima kila mwaka, wala mastata'tum, na hamungeweza. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alhajju marra, ibada ya haji ni mara moja tu peke yake. Kama zada fa huwa tatawwu, ikizidi, ikiwa mtu atazidisha, atakuwa ni mwenye kwenda kufanya ibada ya haji zaidi ya mara moja, hiyo ni sunna. Kama vile vile tunajua ya kwamba ibada ya sala ni sala 5 kwa siku. Ikiwa mtu atazidisha zaidi ya hapo, hiyo itakuwa ni sunna. Ibada ya haji pia vile vile ni hivyo. Mwenyezi Mungu amefanya ni wajib mara moja tu peke yake katika maisha yako yote, si katika mwaka, bali katika maisha yako yote. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekupatia miaka 40, katika hiyo miaka 40 umekuwa na uwezo wa kwenda kufanya haji, unaenda mara moja na hiyo imetosha. Allah subhanahu wa ta'ala kama amekupatia miaka 50, miaka 60, 80, 100, hiyo miaka yote na uko na uwezo, unafaa kwenda hija mara moja tu peke yake katika umri yako, katika maisha yako yote. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, katika hii hadithi ambaye amepokea Ibn Umar radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema, bunya al-islamu ala 5, Uislamu umejengwa juu ya mambo matano. Haya mambo matano ni gani? Inamaanisha Uislamu iko na nguzo 5. Akasema, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, ushuhudia hakuna mola apasaye kuabudiwa
kuabudiwa isipokuwa Allah, na Muhammad, na kushuhudia vile vile Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni nguzo ya kwanza miongoni mwa nguzo ya Uislamu. Nguzo ya pili, wa iqamis salah. Uislamu umejengwa juu ya kusimamisha sala. Ikiwa mtu hana sala, basi Uislamu wake uko na upungufu. Wa itaiz zaka, na kutoa zaka. Nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo ya Uislamu ni kutoa zaka. Wa saumi Ramadhan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hiyo ni nguzo ya nne miongoni mwa nguzo ya Uislamu. Ya mwisho kabisa, wa hajjul baiti, na kuhiji nyumba tukufu ya haji, kutembelea nyumba ya Kaaba kwa ajili ya kutekeleza ibada tukufu ya haji. Kwa hivyo katika hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatubainishia kwamba Uislamu unakuwa na nguzo tano. Ikiwa mtu atakuwa na uwezo wa kutekeleza hii ibada ya haji na hakutekeleza, basi anahesabika ya kwamba akona upungufu katika Uislamu wake. Akona uwezo wa kufanya nguzo ya Uislamu, nguzo wa tano ambaye ni haji, na hakuweza kufanya, basi atakuwa ni athim kama vile yule mtu ambaye ana uwezo wa kusali na akakataa kusali. Kwa hivyo miongoni mwa fadhila ambayo inapatikana katika hija ni nguzo miongoni mwa nguzo ya Uislamu. Pili, min afdalil a'mali wa aqrabul qurbati 'inda Allah. Pia vile hii ibada ya haji ni katika ibada ambayo ni bora kabisa na katika ibada ambayo inapendeza kwa Mwenyezi Mungu sana. Anasema Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyul amali afdal. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, je, ni matendo gani ni bora? Matendo gani ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, akasema imanun billahi wa rasuli, ni kumamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Qila thumma madha, kisha akaulizwa baada ya hiyo, baada ya kumamini Allah subhanahu wa ta'ala, ni matendo gani ni bora? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema aljihadu fi sabilillah, kufanya ibada tukufu ya jihad kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qila thumma madha, akaulizwa je, baada ya jihad ni matendo gani ni bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema hajjun mabrur, ibada ya hajj, hija ambaye mtu ametekeleza ambaye ni mabrur. Al-mabrur wa maulama wanasema wakitafsiri, alladhi la yukhalituhu shay'un min al-ma'athim au min al-maasi, ni ile hija ambaye mtu ajachanganya ndani yake kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya hajj, katika ibada yake ya hajj amejiweka mbali na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Ibada kama hiyo, hija kama hiyo, inakuwa ni inapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala sana. Miongoni mwa fadhila ambayo inapatikana katika ibada tukufu ya hajj, al-hajj ya'dilu al-jihad fi sabilillah, kwenda kuhiji ni sawa na kwenda kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanubu anhu liman la yaqdiru alayhi, na pia vile inaweza ikawa inaingia sehemu ya jihad kwa yule mtu ambaye hana uwezo wa kufanya kwenda kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama yule mtu ambaye katika sharia hajaruhusiwa kwenda kupigana katika jihad, kama wanawake hawakuruhusiwa wao kwenda kupigana katika jihad, lakini hii kwenda kufanya haji inaweza kuwa ni yenye kuingia sehemu ama nafasi ya kupigana katika jihadi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Aisha radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah, Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kusema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, nara aljihada afdal al-a'mal, tunaona ya kwamba kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni matendo bora sana. Afala nujahid, je, sisi pia tusipigane? Je, sisi utupatie ruhusa sisi wanawake pia vile tupigane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la, hapana, wanawake hawajaruhusiwa kupigana jihadi fi sabilillah, lakin afdalul jihadi hajjun mabrur, lakini jihadi iliyo bora zaidi ni hajj iliyo mabrur, iliyokuwa sawa, iliyokuwa safi kutokamana na kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika hii hadithi tumefaidika ya kwamba ibada ya hajj imekuwa sawa na pamoja na ibada tukufu ya jihadi fi sabilillah.
Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, qultu ya Rasulullah, nilisema ewe mtume wa Allah, ala naghzu wa nujahida ma'akum, je tusipigane pamoja na nyinyi? Faqala, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lakinna ahsana aljihadi wa ajmalahu hajjun mabrur, lakini jihadi iliyo bora ambaye ni nzuri zaidi, hajjun mabrur, ni hija iliyokuwa sawa, iliyokubalika. Faqalat Aisha, fala ad'u al-hajja ba'd idh sami'tu hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiallahu anha anasema, baada ya kusikia hii hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema sitakuwa ni mwenye kuacha kuenda kufanya ibada ya haji, pamoja na ya kwamba tumefaidika katika hadithi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema alhajju marra, hija ni mara moja tu pekee yake katika maisha, fama zada fa huwa tatawwu. Na katika tukiendelea kutaja fadhila na ubora ambayo inapatikana katika jihad, alhajjul mabruru laysa lahu thawabu illa aljanna, hija ambaye imekubalika na Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akafanya vile inavyotakikana, hakuongeza madhambi katika hija yake, malipo yake haitakuwa isipokuwa pepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, malipo yake itakuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Abu Huraira radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Anasema umra, mtu kwenda umra hadi umra nyingine, basi itakuwa kufutio, inafutia mtu madhambi yake. Wal hajjul mabrur, na haji ambayo imekubalika na Allah subhanahu wa ta'ala, hija ambayo mtu ajaongeza madhambi ndani yake, laysa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo isipokuwa pepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kukubali hija yako, basi wewe utakuwa ni mwenye kuenda janna na kupata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tano, miongoni mwa fadhila na ubora ambayo inapatikana katika hii ibada ya haji, alhajjul mabrur sababu lighfrani dhunub, hija iliyokuwa sawa basi ni sababu ya kufutiwa madhambi ya mtu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anasema Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimsikia mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, nilimsikia mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, yakulu, akisema, man hajja lillahi, yule mtu ambaye atahiji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, falam yarfuth walam yafsuq, falam yarfuth, na hakufanya tendo la ndoa akiwa katika ibada yake ya haji, walam yafsuq, na hakufanya maasi katika ibada yake ya haji, raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu, atarudi nyumbani kwake baada ya kutekeleza hiyo ibada kama vile siku amezaliwa. Mtu anapokuwa amezaliwa, anazaliwa akiwa hana dhambi hata moja, basi yule mtu ambaye ameenda haji na hija yake pia vile vile imekubalika, malipo yake yatakuwa ni kana kwamba amezaliwa siku hiyo, kulingamana na hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa inda muslimin, man ata hadha albayta falam yarfuth walam yarfuth raja'a ka yawmi waladatu ummu. Pia vile vile hii hadithi maana yake ni vile vile ya kwamba mtu ambaye atafanya ibada ya haji na hakufanya tendo la ndoa akiwa katika ibada ya haji, na hakufanya maasi akiwa katika ibada ya haji, na ibada yake ya hija ikakubalika, atarudi baada ya hiyo haji ya kwamba kana kwamba amezaliwa siku hiyo, yani amefutiwa madhambi yake yote. Al-iktharu min al-hajj wal umra yunfiyan al-faqr. Ya sita, miongoni mwa fadhila ambayo inapatikana katika ibada tukufu ya haji, anasema kufatanisha ibada ya haji na ibada ya umra. Mtu kufanya hizi ibada mbili pamoja inaondosha, inamaliza kabisa ufukara. Mtu anapofanya ibada ya haji pamoja na ibada ya umra, basi hiyo inasababisha yeye kuondoshewa ufukara kabisa. Na hii ni kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, tabi'u baina al-hajj wal umra fa innal mutaba'ata bainahuma tanfi al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fatanizeni, yani ifatani ibada ya umra pamoja na ibada ya haji. Mnapofanya hivyo, basi tamfiani al-faqra, hizi ibada mbili wakati mtu anafatanisha, inaondosha, inamaliza ufukara, kama yamfi al-kiru khabath al-hadid, kama vile vile
chuma ambayo kuna kutu inapowekwa katika moto, alafu ikatolewa ikapigiliwa, vile ile kutu na ile chafu ambayo inapatikana katika hiyo chuma inaondoshwa na hiyo moto, pia vile vile ufukara ya mtu inakuwa ni yenye kuondoshwa kupitia na ibada tukufu wa haji pamoja na ibada ya umra. Ya mwisho kabisa miongoni mwa fadhila ambayo inapatikana katika ibada ya haji, alhaju wafidun ala Allah wa man wafada ala Allah akramahu Allah. Yule mtu ambaye anafanya ibada, anatoka nyumbani kwake mpaka huko kwenda kufanya ibada ya haji, huyo ni kana kwamba amemtembelea Allah subhanahu wa ta'ala, amefunga safari kwa ajili ya kumtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Na yoyote ambaye atamtembelea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamkirimu. An ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-ghazi fi sabilillahi wal hajj wal mu'tamir wafdullahi da'ahum Allah fa ajabu wasaluhu fa'aqaw. Yule mtu ambaye ataenda kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yule mtu ambaye anafanya ibada ya haji, sawa na mtu ambaye amemtembelea Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule mtu ambaye amemtembelea Allah subhanahu wa ta'ala, anapokuwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampatia kile kitu ambacho amekiomba. Ibadatul haji mustamiratun daimatun hatta ba'da dhuhuri alfitani al'izam. Na hii ibada ya haji katika fadla na ubora ambayo inapatikana ndani yake ni ibada ya kuendelea mpaka baada ya zile fitna kubwa kubwa kupatikana. Kama tunavyojua, itafika wakati kuna fitna kubwa kubwa ambazo zitajitokeleza, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutajia katika Qur'an na katika hadithi vile vile, mithlu fitnati Ya'juj wal Ma'juj, kama vile fitna Ya'juj wa Ma'juj. Hawa viumbe wanapokuwa ni wenye kutokeleza na kufitini watu, mpaka hiyo wakati hii ibada ya tukufu ya haji inakuwa ni yenye kuendelea. Fa idha qabada Allahu arwaha almu'minina fi akhir zaman, inapokuwa ni yenye kufika misho ya zama, Allah subhanahu wa ta'ala anachukua roho za waumini, anabakisha wale watu ambao ni waovu katika hii dunia, watu ambao kiyama kitakuwa ni yenye kusimama juu yao. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi simamisha kiyama wakati kuna mu'min anatembea katika mgongo wa ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa anachukua hawa waumini, walam yabqa ala al-ardi illa shirarul khalq, hawatakuwa ni wenye kubaki katika mgongo wa ardhi isipokuwa wale watu ambao ni waovu. Alladhina tudrikuhumus saa, wale watu ambao kiyama kitakuwa ni yenye kuwafikia. Wa hum ahya tawaqqafa alhajj, hapa ndo ibada tukufu ya haji inakuwa ni yenye kusimama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta la yahujja albayt, yani kiyama haitakuwa ni yenye kusimama mpaka ifike wakati watu hawatakuwa ni wenye kufanya ibada ya haji. Kwa ajili ya hiyo, Muislamu ambaye amekuwa na uwezo wa kuenda kufanya ibada ya haji, Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia siha kamila, akakupatia mali ambayo unaweza kufanya nayo hija. Inapendeza kwa Muislamu kama huyu kuharakisha kufanya ibada ya haji. Asiseme ya kwamba bado umri ni ndefu, bado mimi ni mdogo, naweza kufanya hija mwaka ujao, baada ya miaka miwili, miaka mitatu. La, kwa yule Muislamu ambaye Mwenyezi Mungu amemwezesha, anafaa kuwa ni mwenye kuharakisha kufanya ibada ya haji. Hivi ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, kwa sababu haujui ya kwamba nini kitakuwa ni kufikia, bado utakuwa ni muhasabu, utahesabiwa juu ya kuchelewesha ibada tukufu ya haji, ikiwa kitu kimekufikia, umauti ama maradhi ama kitu chochote. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum.